liko li jamaa limekaa mahali lenyewe lina seti mtambo wa kuwagombanisha. Manake linajua mkigombana nini kitatokea. Si mnanielewa eh? Si mnanielewa? Adui yako sio huyo unayemuita mchawi. Mimi naongea sana haya mambo. Unajua sasa hivi kuna mahubiri ambayo yanatuumiza vichwa sana. Unaambiwa tu mama yako mchawi, bibi yako mchawi, shangazi yako mchawi. Nataka nikwambie hivi, duniani hakuna mchawi kwa maana ya mwanadamu, ila kuna roho ya uchawi. Kuna nini? Mchawi hayupo. Kuna roho ya nini? Sasa hiyo roho ya uchawi inatoka wapi? Lazima ujue kutoka. Lakini mara nyingi tunashutumu watu. Ukisoma Agano Jipya hutaona likinani kuendelea kushutumu. Tumeelewana kanisa la Bwana? Amina. Tumeelewana watu wa Mungu? Amen. Ukisoma Biblia Agano Jipya, habari ya kushutumu watu na uadui na watu inafanyaje? Inakufa. Agano la Kale kidogo lilikuwa na maneno yanayotaka jicho kwa jicho, jino kwa jino. Yaani unaona mtu alikuwa amejificha sana Agano la Kale. Kwa sababu adui yetu, nirahisishe tu, adui yetu ni shetani na mapepo yake. Amina, amina. Huyo ndio adui wa haki. Adui yetu ni shetani na mapepo yake. Yaani unayegombana naye nyumbani kwako, awe ni mke wako, awe ni mume wako, awe ni watoto wako, ndani yake kuna jamaa yumo. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Mwangalie jirani yako, mwambie unayegombana naye sio unayemuona kwa macho ya nyama. Sio unayemuona kwa macho ya nyama. Na ndio maana tunapata shida sana kutatua matatizo. Kwa sababu sisi tunachohangaika ni mtu aliye huyu nayemuona huyu. Sio, umeelewa? Yaani mimi nasema huyu ndio mbaya wangu. Paulo njoo. Na tuko darasani, njoo. Kimbia. Kwenye ulimwengu wa mwili namuona nani? Paulo. Kwa hiyo akinifanyia kitu fulani Paulo, mimi namuona nani? Paulo. Naanza kugombana na nani? Na Paulo. Kanuni ya kiroho imeshafeli. Efeso 6. Efeso sura ya 6. Mstari wa 11. Anzia mstari wa 11 kwenda mpaka mstari wa 12. Vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Angalia hilo neno hila, andika kabisa, andika mahali hila. Mpate kuzipinga hila za nani? Za shetani. Kwa kushindana kwetu sisi, si juu ya damu na nyama. Sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sio kama umeelewa hiyo sentence. Rudia tena pole. Kuna mtu hajaielewa. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga. Namba moja, Mungu anakuambia hivi, vaa silaha zote za nani? Za Mungu. Sasa ukishuka hapo chini kuna vitu vimetajwa hapo. Vaa dirii ya haki, mshipi wa kweli, utayari wa injili, chapeo ya wokovu, ngao ya imani. Mbona mjanisaidia? Upanga wa roho. Kumbe niko peke yangu. Hiyo Waefeso ukisoma hapo, hiyo Waefeso hiyo. Amina. Unakuta hizo silaha zote. Amina. Sasa watu wengi sana wakisoma hivyo wanaishia tu kwamba vaeni nini? Silaha. Halafu anaanza kusema na vaa dirii ya haki. Ukisema na vaa dirii ya haki, maana yake mimi natakiwa niwe mtu wa haki. Si nimeeleweka? Amina. Yaani ili mimi nimshinde yemo ndani ya huyu, lazima mimi niwe mtu wa haki. Amina. Nimeeleweka? Amina. Ili nimshinde Paulo sana nikorofisha. Lakini kiuhalisia anikorofishi nani? Paulo. Anayenikorofisha yuko ndani ya nani? Ya Paulo. Sasa mimi namuona nani? Paulo. Nikivaa silaha ya haki, sitamuona nani? Nitamuona nani? Ndani ya Paulo kuna jamaa naye nitafuta. Sasa ili mimi nimshinde huyu, cha kwanza natakiwa niwe mtu wa haki. Vaeni silaha zote, dirii ya haki. Dirii ni kama lile
kizuizi cha risasi kile walikuwa nawekewa, ndio Paulo aliyochukua hicho kitu kwamba yani wanakupiga risasi lakini umevaa kifuani hapa, kwa kifua hakipigwi. Kwa diria haki maana unakuwa mtu mwenye haki, maana yake moyo wako wote umefunikwa na nini? Na haki. Tunaelewana? Amina. Moyo wako umefunikwa na nini? Na haki. Kwa hiyo huyu akija kufanya jambo baya, nacho hesabu Biblia, eni wanaowaudhi waombeni. Sinaeleweka? Amina, amina. Wapendeni wanaowaudhi. Iko kwenye Mathayo. Ndio. Iko kwenye Mathayo sura 5. Na 3 na kuendelea. Wapendeni wanaowaudhi, mstari wa 43. Mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu. Wapendeni adui zenu. Waombeeni wanaowaudhi. Ili mpate kuwa wana wa Baba yenu mbinguni. Pole, ili mpate kuwa watu gani? Wana. Wa nani? Wa Baba yetu aliye mbinguni. Kwa lugha nyingine, nisipompenda huyu anayeudhi nje, siwezi kuwa mtoto wa Mungu. Okay, nisipokuwa mtoto wa Mungu nakuwa mtoto wa nani? Wa shetani. Kwa hiyo naweza kuwa ni mchungaji lakini mchungaji kwa nini? Matendo ninayoyafanya yanamwakisi nani? Shetani. Vitu ninavyovifanya vinamwakisi nani? Shetani. Kuna mtu ananielewa? Amina. Ila kwa nje najiona ni mlokole, ndani sio mlokole. Ndani ni mpagani. Ndio. Kwa sababu ngoja nikwambie, kitakachofanyika huyu sikaniudhi, mimi nitakasirika. Biblia inaanza mchakato. Inasemaje? Hasira hukaa vifuani mwa wapumbavu. Amina, amina. Tunaelewana vizuri? Hasira inakaa wapi? Kifuani kwa mpumbavu. Hasira hukaa. Maana yake mtu yoyote aliye na hasira kwa lugha nyingine ni mpumbavu. Amina. Piga makofi kidogo. Hasira hukaa wapi? Kifuani kwa mpumbavu. Hayo maandiko nimeshawapa sana Mhubiri sura ya 7 mstari wa 9. Mhubiri sura 7 mstari wa 9. Usifanye haraka kukasirika roho mwako. Usifanye haraka, inaanzia wapi? Rohoni. Inaanzia wapi? Rohoni. Kwa hiyo kumbe hasira wewe inaanziaga wapi? Rohoni. Usifanye haraka kukasirika wapi? Rohoni mwako. Maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Maana hasira inakaa kifuani mwa nani? Wapumbavu. Maana ile diria haki imefanyaje? Imeondolewa. Haipo. Ni haki na kifua tu. Hasira hukaa kifuani mwa nani? Wapumbavu. Okay, mpumbavu maana yake nini? Mpumbavu amesema moyoni Mungu hayupo. Ndio. Yaani ukishakuwa mpumbavu wewe unaongea hivi, Mungu hayupo. Mungu hayupo. Angekuepo Mungu mimi angenilipia kisasi. Na ukishamsikia tu mtu anasema, yani mimi Mungu namshangaa, kwa nini asinilipie kisasi? Wananitesa mimi. Mungu hajaja kulipa kisasi kwa huyo dada, kwa huyo mama. Amina. Mungu amekuja ili amuokoe. Ili amuokoe, lazima yule mtu roho iliyo ndani yake ionyeshe kilichoko ndani. Wewe ushughulike na hiyo roho kwa kusema lazima hiyo roho kwa damu ya Yesu Kristo imwachie Paulo. Lazima hiyo roho imwachie dada fulani, imwachie baba fulani, imwachie wangu, lazima, kwa sababu hiyo roho imekuja kukupa wajibu. Okay, ngoja nimeseme. Hiyo roho imekuja kukutoa kwenye uzembe. Halo? Hasira kama wapi? Kifuani mwa mpumbavu. Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Zaburi sura ya 14 mstari wa 1. Ni Zaburi ya 14 mstari wa 1. Mpumbavu amesema moyoni. Mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo. Wameharibu matendo yao na kuyafanya nini? Chukizo. Kwa nini? Huyu mtu anachoangalia kwamba mimi Paulo ndio adui yangu. Maanake namchukia Paulo. Nikimchukia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 15 inasema nini? Nikimchukia Paulo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 15 inasemaje?
Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Kila amchukiaye ndugu yake ni nani? Ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele. Kila muuaji hana nini? Uzima wa milele. Kila muuaji hana nini? Uzima wa milele. Kwa uzima wa milele ni nini? Okay, turahisishe. Kwa mujibu wa Yohana 17, Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Amina. Uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Iko kwenye Yohana, Injili ya Yohana sura 17 mstari wa 3. Mstari wa 3, Na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe. Wakujue wewe Mungu wa pekee. Mungu wa pekee. Wa kweli. Wa kweli. Na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Uliyemtuma. Amina. Haleluya. Amen. Okay, kama kwenye waraka kuna anasema anayekuwa amemchukia ndugu yake hana uzima wa milele. Kwa lugha nyingine hana nani? Hana Mungu. Hana Yesu ndani yake. Amina. Hana nani? Yesu ndani yake. Hana nani? Yesu. Hana nani? Yesu. Hana nani? Yesu. Nataka sauti itoke. Hana nani? Yesu. Hana nani? Yesu. Okay, kama hana Yesu hana nani? Shetani. Lakini anaomba. Amen. Lakini anafunga. Anatoa sadaka. Ila hana Yesu. Na ndio maana huyu mtu ni rahisi sana akitoka hapa kanisani sasa hivi, akifika hapo nje anagombana. Maana hapa ni kama amefunikwa tu na kakivuli ka Mungu, lakini hana Yesu ndani. Ni rahisi sana kutukana. Ni rahisi sana kumsema baba yake vibaya. Ni rahisi sana kumchukia mama yake. Kwa sababu ndani, sikia, kuwa na Yesu ndani kunatengeneza mpaka uvumilivu. Amina. Yaani Yesu anakupa uvumilivu wa kumvumilia mtu mwingine ambaye bado hajafika kwenye kiwango cha kustahimili. Si kuna mtu ananielewa? Amen. Yesu hana Yesu ndani, sio maneno yangu. Kazi anasema amchukiaye ndugu yake ni nani? Ni muuaji. Haya, twende tumtafute muuaji ni nani? Yohana 10:10. Yohana 10:10, muuaji ni nani? Yohana 10:10. Yohana sura 10 mstari wa 10. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Amina. Okay, anayekuja kuiba ni nani? Shetani. Anayekuja kuharibu na kuiba ni nani? Shetani. Bado mjaelewa. Twende tutampata tu. Huyo mwizi na mtani nani? Huyo ni nani? Twende Yohana 8. Twende Yohana 8:42 mpaka 44. Yesu akawaambia. Kama Mungu angekuwa baba yenu. Mngenipenda mimi. Kwa maana nalitoka kwa Mungu. Kwa maana mimi nilitoka kwa Mungu. Nami nimekuja. Wala sikuja kwa nafsi yangu. Bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamfahamu hayo jamani? Nasemayo. Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Kwa sababu ninyi hamwezi kusikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzifanya. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Muuaji ni nani? Ni Shetani. Come on, kama ni kanisa, muuaji ni nani? Ni Shetani. Muuaji ni nani? Shetani. Kwa hiyo nikishamchukia mtu ndani yangu kuna nani? Kuna Shetani. Hakutuma ini. Mbona muitikie? Wauaji wako wengi. Hiyo ndio sauti yenu. Au unatafakari ulivyowaua wenzako? Amen. Nikishachukia ndugu yangu mimi nakuwa nani? Muuaji. Nakuwa nani? Muuaji. Baba yangu anakuwa nani? Shetani. Ila natoa sadaka. Ila ninasali. Na sometime nanena kwa lugha. Lakini sio ya mbinguni. Nanena kwa lugha sio ya mbinguni. Ila ukinisikia rabo shekete riamando robo rima sekete robo shanda rabosa. Sema jamani nanena hili nyinyi. Hakipimo sio kunena kwa lugha.
Kipimo ni ule ukweli wa Mungu ndani yako, kiasi kwamba Mungu anaona huyu ni mtoto wangu, anaweza kustahimili katikati ya majanga makubwa. Amina. Amen. Unanielewa? Amina. Shetani anachokifanya, anawatengeneza watu, uwaone watu, uwachukie watu, uwadharau watu, uwapuze watu. Huwezi fanikiwa bila watu. Amina, amina. Come on. Huwezi fanikiwa bila watu. Amen. Huwezi endelea bila watu. Amen. Huwezi kusonga mbele bila watu. Amina. Hauwezi hata ufanyeje, hauwezi. Aha. Kajifungia chumbani kwako kama utafanikiwa. Unahitaji watu. Wawe na hela, wasiwe na hela, unahitaji watu. Ndio. Amen. Amina. Mwenye hela anahitaji watu wasio na hela, na asiye na hela anahitaji watu wenye hela. Si kama mnanielewa? Amina. Mwenye hela anahitaji watu wasio na hela. Kwa nini? Kuna mahali utafika, kuna mzigo hutaubeba wewe. Amina. Asiye na hela atabeba. Halo. Kuna mahali mwenye hela, kuna kitu hataweza kulima, mtu asiye na hela ataweza kulima. Kuna mahali mwenye hela, kuna kazi hataweza kuifanya, lakini asiye na kazi ataifanya. Sikiliza, nenda makaburini, nikupe mfano mgumu kidogo. Ukienda makaburini, wanaenda kuchimba makaburi sio wenye hela. Na kueleza ukweli, wanaochimba makaburi sio wenye hela. Utaona wale wenye vibosi wale wamekaa pembeni, wanaangalia, huwezi kulisogeza, hawezi kushika hata jembe we achimbe. Yaani mbona kama kwa dogo, hebu lisogezeni huko. Yaani kuna watu na hao wanachimba. Unaenda kuzika wenye hela, wanashikaga chepe kwa kujiibia, lakini wale maskini wako wanashika ile sepetu kwa haraka, wanatupia huko udongo, hawana cha kupoteza, lakini ndio wanaokuzika. Hao ndio wanaouzika mwili wako. Iko thamani kwenye maisha ya mwanadamu yoyote unayemuona duniani. Na ndio maana lazima mheshimu mtu yoyote. Amina. Si kama unanielewa? Amen. Na hiyo ndio tumeferi wa Kristo. Na hiyo shetani amefurahia kweli. Mnagombana ndugu zako, kwa nini mnagombana? Kwa sababu Mungu ndani hayupo. Maanake Mungu angekuwepo angekusemesha, mwanangu sikiliza, huyu mdogo wako bado hajanijua, mvumilie. Ndio lile tunda la Roho Mtakatifu la uvumilivu linawekwa ndani yako. Wewe unapewa kuvumilia. Ni mazito kweli kibinadamu, lakini kwa Mungu sio mazito. Kwa Mungu ni mepesi sana. Amina. Kibinadamu ni mazito, hata mimi sikwambii nayaweza, ila nayaweza katika yeye anitiaye nguvu. Amina. Nayaweza katika yeye anitiaye nguvu. Maanake na wewe unayaweza katika yeye akutiaye nguvu. Sasa ili akutie nguvu, lazima umuelewe huyu Mungu kwamba adui yangu sio huyu kaka, adui yangu ni shetani aliye ndani ya huyu kaka. Amina. Huyu ndo yani shetani anachofanya, anakutengenezea mtu anayeonekana nje. Sawa? Amina. Ndio maana ile Waefeso sema vita vyetu ni katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Maana yake ni ulimwengu usioonekana. Wewe unaenda kupigana ulimwengu unafanyaje? Unaonekana. Umefaulu? Hapana. Umefaulu? Hapana. Tumesoma ile Waefeso sura 6. Amina. Vita vyetu si juu ya damu na nini? Na nyama. Maana yake sio juu ya mtu na mtu. Hiyo neno damu na nyama maana yake juu ya mtu na mtu. Ugomvi wetu sio mtu na mtu. Ugomvi wetu ni kilichomo ndani ya mtu. Jesus. Amen. Amina. Tuulize Biblia, shetani anaweza akaingia ndani ya mtu? Nenda kakae mwanangu, nakuita baadaye. Tuulize Biblia, shetani anaweza akaingia ndani ya mtu? Ndio. Tuiulize Biblia, shetani anaweza akaingia ndani ya mtu? Amina. Akabadilisha maisha ya mtu? Akabadilisha tabia ya mtu? Ndio. Shetani anaweza akaingia ndani ya mtu? Ndio. Shetani anaweza akabadilisha mawazo ya mtu? Shetani anaweza akabadilisha nia ya mtu? Tunataka tuiulize Biblia. Tuiulize Biblia. Eti Biblia, unaweza ukatuambiaje shetani anaweza akaingia ndani ya mtu? Haya, Biblia unatuambiaje? Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya 22
Luka sura 22 mstari wa 3. Ule mstari wa 3. Amina. Tunaiuliza Biblia, shetani anaweza akaingia ndani ya mtu? Halafu tutaiuliza swali la pili, anaingia kupitia nini? Tuna maswali mangapi? Mawili. Swali la kwanza, shetani anaweza kumuingia mtu? Hilo ndio swali la kwanza. Shetani anaweza kuingia ndani ya mtu? Swali la pili, anaingiaje ndani ya mtu? Yaani anachotumia kuingia ndani ya mtu ni kipi? Haya, tusome hiyo Luka 22 mstari wa 3. Shetani akamuingia Yuda. Shetani akafanyaje? Akamuingia Yuda. Shetani akafanyaje? Akamuingia Yuda. Mimi sijasikia. Biblia yako inasema hivyo kweli? Warokore, Biblia yenu inasema hivyo? Okay. Toka umehubiriwa mahubiri mengi, nani uliambiwa alimsaliti Yesu? Yuda. Toka umekuwa unajua msaliti wa Yesu ni nani? Wamemwacha msaliti, wakamsema mtu ambaye sio msaliti. Maskini ya Mungu. Katoto ka watu kanajililia tuko. Haleluya. Amina. Wamemwacha msaliti, wanamwona msaliti mwingine, lakini msaliti halisi wamemwacha. Toka nasoma Sunday school, mimi naambiwa hivi, Yuda akamsaliti Yesu. Nimekuwa na mimi nikahubiri hivyo hivyo, Yuda akamsaliti Yesu. Siku moja Yesu akaniambia, wacha kumsingizia Yuda, hajawahi kunisaliti. Nikasema acha maneno, nikaanza kukemea, maana mimi nimesikia sauti, nikaanza kukemea, pepo toka, pepo toka, Yuda alimsaliti Yesu. Nikaambiwa soma tena, nikasoma, nikaanza kuona vitu vya tofauti. Shetani akaingia ndani ya Yuda. Isome hiyo Luka 22 mstari wa 3. Shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskarioti. Shetani akamuingia Yuda aitwaye nani? Iskarioti. Naye ni mmoja wa wale senashala. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedali jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha, akakubali. Akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipo kuwapo mkutano. Amina. Hata walioandika na wenyewe wanamwona Yuda. Hata walioandika na wenyewe wanamwona Yuda. Shetani alimuingia nani? Yuda. Shetani alimuingia nani? Yuda. Ili afanyeje? Amsaliti. Aliyekuwa na saliti ni nani? Ni Shetani. Ni Yuda, ni shetani ndani ya Yuda. Shetani ndani ya Yuda. Unaona jamaa alivyojificha? Dunia yote imehubiri, Yuda alifanyaje? Aliyekuwa ameingia, shetani akaingia ndani ya nani? Ndani ya Yuda. Shetani akaingia ndani ya nani? Ndani ya Yuda. Anaingia ili afanyeje? Amsaliti Yesu. Yuda alipokuwa anaenda tu, aenda kwa wazee, alikuwa ni Yuda anaenda? Hapana. Nje anaonekana nani? Ni Yuda. Unayegombana naye? Pigia Yesu makofi kama tuko pamoja. Ikaa kibosi wewe kuelewa ya masomo. Unayegombana naye? Mdogo wako, dada yako, kaka yako. Biblia inakwambiaje? Ukae na ndugu zako kwa nini? Mbona msemi? Biblia inasemaje ukae na ndugu zako kwa nini? Kwa umoja, kwa pamoja. Ndiko kuna baraka zimeandikwa. Hiyo ni Zaburi ya 133 mstari wa 1 hadi wa 3. Haya, mimi nagombana na ndugu zangu, kuna baraka itakuja? Naomba uwe darasani. Kuna baraka itakuja? Au umechoka tuache? Naomba tuwe darasani basi. Kuna baraka itakuja? Okay, Biblia imesema kama kuna mtu ananiudhi nimuombee ili niwe mtoto wa Mungu. Je, kama simuombei mimi ni mtoto wa Mungu? Sawa, unaweza ukawa una nyumba, unaweza ukawa na gari, unaweza ukawa na fedha, lakini baraka huna. Baraka ni nini? Baraka sio vitu. Baraka ni amani. Kuna mtu amenisikia? Kama magari hata wapagani wanayo. Amina. Ndio. Come on people. Kama ni magari hata wapagani wanayo. Kahaba anayo.
Tena kuna makahaba wana magari mazuri kushinda ya kwetu. Lakini kahaba hana amani. Maana hajui anaenda na nani, anaacha nani. Lakini kama ni magari anayo. Kuna makahaba wamejengewa nyumba. Wana nyumba nzuri. Lakini hawana amani. Shida sio mali. Shida ni Mungu ndani. Amina. Kuna watu wamefanya mambo mengi lakini hawajatosheka. Maana mwenye kutosheleza hayuko ndani. Mungu ndiye anayetosheleza. Amina. Mungu ndiye anayekufanya utosheke ndani. Uwe kwamba yatosha. Sema amen kama unampenda Yesu. Wangapi wananielewa? Wangapi wanamwangalia? Haleluya. Haleluya. Bado. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi tena. Kuna watu wana mapesa mpendwa, lakini hawana amani. Hawana furaha. Sababu sio pesa. Sababu ni Mungu amekosekana ndani. Nisikilize mpendwa wangu. Unajua ukiwa na Mungu hata kama huna hela, unahisi una hela. Amina. Kwa nini? Mungu anaweka utoshelevu ndani. Anaweka kuridhika ndani. Amina. Unasema kwa imani itakuja tu. Asiye na Mungu ana pressure. Amejaa pressure ya maisha. Anatembea kwa pressure, anaishi kwa pressure, analala kwa pressure, anaamka kwa pressure. Utakufa mapema. Hayo mambo unayohangaika utayaacha. Tafuta Mungu katika jina la Yesu aliye hai. Mungu akiingia ndani yako, wewe tayari ni tajiri. Amina. Amina. Utajiri unakujaje? Mungu anaweza kukupa akili ya kufanya kitu. Amina. Mungu anaweza kukupa mawazo mapya. Nia mpya. Amina. Fikira mpya. Amina. Mtazamo mpya. Amina. Ufahamu mpya. Amina. Uwazi sana duniani, na waza sana kwenda mbinguni kwa jina la Yesu aliye hai. Siachi kufanya dhambi kwa sababu namuogopa mtu yoyote. Mimi simuogopi mtu yoyote duniani. Naacha kwa sababu nataka kwenda mbinguni. Amina. Siachi kwa sababu nina mke. Hapana. Naacha kwa sababu nina Mungu. Ndio. Si unanielewa? Amina. Si unanielewa? Amina. Sizini sio kwa sababu siwezi, naweza. Lakini ya nini? Simkomoi mtu yoyote, najikomoa mimi. Amina. Nikifa naenda wapi? Maana wazinzi wanaenda wapi? Washerati wanaenda wapi? Waongo wanaenda wapi? Sasa nimesoma Biblia, waongo motoni, wazinzi motoni, wewe motoni. Ya nini? Lakini kama Mungu hayuko ndani, unaona ndio unaweza kule kuimba kale ka wimbo, ponda mali kufa kwaja. Unaimba kama wimbo gani? Kawimbo gani? Mbona msemi ponda mali kufa kwaja? Mwanangu, utatafuna mpaka mifupa isiolika. Lakini kama Mungu yuko ndani, kuna neema inaingia ndani yako. Amina, amina. Mtu mmoja aseme amina. Amen. Mtu mmoja aseme amina. Amen. Yuda akamwingia nani? Amini, shetani akamwingia nani? Akamwingia Yuda. Shetani akamwingia nani? Akamwingia Yuda. Akamwingia Yuda. Okay. Kama Yuda shetani ndani. Kwa hiyo shetani anaweza akaingia ndani ya mtu yoyote. Amina. Tunaelewana vizuri? Amen. Na anaingiaje? Hebu ngoja tumalize kwanza Yuda afu twende tutafute anaingiaje shetani. Anaingiaje shetani ndani ya mtu? Lakini tumalize kwanza Yuda kidogo, si ndio? Amina. Hebu nipeleke kwenye Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ya 13 mstari nafikiri wa 27 kama nitakuwa sawa. Na baada ya hilo tonge shetani akamwingia. Anzia mstari wa 25 ili kupipisha nzuri usome vizuri. Amina. Basi yeye hali akimwelekea Yesu kifua chake akamwambia, Bwana, ni nani? Bwana, ni nani? Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakaye mtowelea tonge na kumpa. Akatowelea tonge, akalitwaa, akampa Yuda mwana wa Simoni Iskariote. Mwanzoni Yesu alikuwa ameambia hivi, kati yenu kuna mmoja atanisaliti. Amina. Sawa Amina. Lile neno
limeongewa katika, usipotuliza akili unaona kwamba ni kweli anayesaliti ni Yuda. Yesu anasema kati yenu atafanyaje? Mmoja wenu atanisaliti. Kati yenu atafanyaje? Mmoja wenu atanisaliti. Naomba unisikilize vizuri. Wasomaji wa Biblia wanaosoma Biblia vizuri watanielewa. Mahali popote palipo na wana wa Mungu, shetani huwa anaenda. Amina, amina. Mahali popote. Hapa tulipo hapa, jamaa lipo. Hapa tulipo hapa. Na mimi naweza nikaliona. Lipo. Ukisoma kitabu cha Ayubu, anasema wana wa Mungu walipojihudhurisha, na shetani naye akajihudhurisha katikati yao. Amina. Ayubu sura ya 1 mstari wa 6. Kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 6. Ilikuwa siku moja ambao wana Mungu walikwenda kujihudhurisha. Wana wa Mungu walipoenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Shetani naye akaenda kati yao. Kule Yesu anasema mmoja wenu atafanyaje? Atanisaliti. Si kama kuna mtu ananielewa? Amina. Kuna mmoja hapa atachukuliwa na shetani awe kinyume na mimi. Kwa nini anasema hivyo? Maana yake Yesu alishamuona nani? Shetani. Yuko katikati yao. Amina. Okay, ngoja nikusaidie. Nenda nisomee kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Sura ya 4. Mungu anamwambia Kaini, kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi inakuotea mlangoni. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7. Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Hutapata kibali. Usipotenda vyema dhambi ipo inakuotea mlangoni. Inafanyaje? Inakuotea mlangoni. Dhambi huwa imebebwa na shetani. Shetani. Okay, kwa lugha nyepesi alikuwa anaambiwa nini? Shetani yuko. Shetani yuko. Anakuotea. Amina. Unachopaswa ufanyeje? Umshinde. Amina. Biblia inasemaje? Mpingeni shetani naye atafanyaje? Atawakimbia. Come on people, kama tuko pamoja. Amina, amina. Hiyo michezo ni ya rohoni sana. Amen. Inataka watu walio makini sana rohoni kwa jina la Yesu aliye hai. Amina. Inataka watu walio makini sana rohoni kwa jina la Yesu aliye hai. Amina, amina. Natamani usilale unayelala. Ukilala maana yake shetani anakuambia lala. Si ndio maana nimekwambia yuko hapa. Atakwambia lala, usisikie mahubiri. Ukisikia wewe utapona. Amina. Sikiliza. Anasemaje? Dhambi iko wapi? Mlangoni na kuetea. Chanzo cha dhambi ni nani? Dhambi ni nini? Uasi, si ndio? Amina. Kama dhambi ni uasi, maana yake ni kuwa kinyume na nani? La Mungu. Mtu wa kwanza au roho ya kwanza kuwa kinyume na Mungu ni roho ya nani? Ya shetani. Yes. Shetani ndio aliyekuwa wa kwanza kuwa kinyume na nani? Na Mungu. Anasema hapana, nataka na mimi nifanane na Mungu Bwana. Iko kwenye ile Isaya 14. Amina. Kuanzia mstari wa 13. Anasema sikubali, nataka niwe kama Mungu. Mtu wa kwanza kuasi ama roho ya kwanza kuasi ni roho ya nani? Ya shetani. Baada ya kuasi akashawishi na wengine malaika wafanyeje? Wamfuasi. Wakaasi. Amina. Walipoasi akashuka nao. Kuna mtu ananielewa? Amina. My Lord, my God. Alipoasi akafanyaje? Akashuka nao. Biblia inatuambia theruthi ya malaika, iko kwenye Ufunuo 12. Theruthi ya malaika wakafanyaje? Utasoma wenyewe kwa wakati wako, tusiende sana huko. Wakakokotwa. Yule nyoka akokota theruthi ya nini? Ya malaika. Maana yake alikokota theruthi ya roho za malaika. Wakamkubalia, wakamwambia tunakuona kama Mungu. Ndio maana Yesu akasema walimuitaga Mungu wa dunia. Akasema Mungu wa dunia hii. Anasema kwa kinywa cha Paulo mtume kwenye wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao ili isije kawazukia nuru ya injili wakaamini. Umeelewa vizuri? Amina. Niko na watu humu ndani. Amen. Niko na watu humu ndani. Amen. Unaiona hiyo kete? Hebu sema hizo ni kete hizo. Hizo ni kete hizo. Hizo ni kete hizo. Hizo ni kete. Yaani hizo mwanangu mko kwenye nini pale? Draft. Mnatembeza kete. Ukizubaa unapigwa mpaka kingi. Amen. Amina. Ndio maana wale wacheza kete wale wanatumiaga akili nyingi sana. Na shetani anatumiaga akili nyingi sana kumkamata mtu. Lakini anatembea kwa namna kama vile sio yeye. Tumeelewana? Amina. Turudi kwa Kaini. Kaini anaambiwa dhambi inafanyaje?
Inakuotea. Inakuotea mlangoni. Inakuotea wapi? Haya, mlango wa mwanadamu uko wapi? Moyo. Mlango wa mwanadamu ni nini? Moyo wake. Mlango wa mwanadamu ni moyo wake, roho yake. Amina. Huo ndio mlango wa mwanadamu. Amina. Sawa, moyo wa mwanadamu ndio mlango wake, ndio makao yake. Kitu gani? Mlango wa nani? Wa mwanadamu. Ni nini? Ni moyo. Moyo unajengwa na vitu vingapi? Hisia, nia, utashi. Sawa, akili. Moyo unajengwa na nini? Hisia, nia, utashi, akili. Unaposikia moyo wa mwanadamu, maana yake sio moyo unaodunda ti ti. Moyo usioonekana. Kitu ambacho hakionekani. Tunapima mapigo, hatupimi moyo. Amina. Hakuna aliyewahi kupima moyo. Alipima mapigo ya moyo. Na moyo umetanuka, hamna. Hiyo ni nyama ya mwili. Moyo hautanukagi. Moyo ni hisia. Moyo ni utashi. Moyo ni akili. Moyo ni nia. Kwa hiyo haya mambo ndiyo yanayotengeneza mtu anayeweza kufikiri. Shetani anafanya kotea kwenye akili zako. Akishakotea kwenye akili, ni rahisi sana kuwaza mabaya. Mawazo gani?